mentor. The compound effect, tunaendelea tulipoishia. Leo ni chapter 4 inaitwa momentum. Usiache kulike kama uko hapo. Sasa momentum kwa Kiswahili cha kawaida ni kasi ama speed. Kwa tafsiri ya kawaida kwenye maisha ni kwamba unavyoanza kitu chochote waga kuna ugumu. Kwa mfano ukiwa unasukuma gurudumu, linaanzaga linakuwa gumu, lakini inatakiwa unavyoongeza nguvu na kasi litaanza kwenda. Likianza kwenda linakuwa taratibu. Kwenye maisha yako, kwenye biashara yako unavyoanza, weka kasi. Weka nguvu ya muda, akili na focus kwa 300% ile kile kitu kiende. Kama umeanza create content, weka energy, sio unakuwa mzushi. Kama umejoin kwenye biashara, fanya vitu vyote ambavyo vinatakiwa vifanye biashara yako iende mbele kwa energy. Mfano mzuri ni kwamba ndege inapoanza kuruka inatumia nguvu zaidi kutafuta speed na energy ya kupaa, lakini itakapokaa kwenye state motion waga inaacha ile speed na inaendelea kufly vizuri. Kwa hiyo hata wewe kwenye biashara yako lazima uweke energy kwenye kitu unachokifanya mwanzoni. Mfano mzuri huyu mwandishi alitolea mfano wa kampuni ya Apple. Mwaka 2021 Apple alianzisha iPad zao, wakazintroduce sokoni. Mwaka huo walipata hasara 33%. Lakini mwaka uliofuatia 2022 walipata hasara ya negative 2%, hasara ya 2%. Lakini huwezi amini mwaka uliofuatia 2023 walipata positive profit 18%. Na huwezi amini kabisa mwaka 2024 walipata profit 33%. Na mwaka uliofuatia 2025 walipata profit zaidi ya 68. Na leo tunavyoongea Apple ina marketing share value ya iPad ya zaidi ya 70%. Kwa hapo nini umejifunza? Inaanza kwa udogo, unapata hasara, lakini kadri unavyofanya na kuendeleza kwa nguvu na energy, ukisha gain momentum una win. Mentor wangu mmoja alisha kusema once you do anything you can do everything. Ukisha dominate upande mmoja unaweza kudominate upande wa pili. Kwa mfano Apple walivyo dominate kwenye iPad, sasa hivi wameintroduce soko la simu ambalo ndo lina lead sasa hivi ni brand. Wameintroduce MacBook. Wana lead, wameintroduce kampuni ya kuproduce movie, wana lead kwa sababu walishakuwa wakubwa somewhere. Sasa hivi ule ukubwa wao unawalipa kufanya vitu vingine na wakalipo zaidi. Kama umepata fundisho lolote kwenye training, drop kwenye comment ili watu wajifunze zaidi. Lakini usiache kufuatilia, make hii chapter inaendelea. Let us meet you before you die.